nikaiona bendera mbele ya uso wa macho yangu. Sema bendera. Na hii ni bendera, wakati naiangalia nikaiona ni bendera ya taifa. Wakati ninaangalia vizuri nikaona ni bendera ya taifa la Tanzania. Haleluya, mtu wa Mungu. Hakika Mungu hawezi kufanya jambo pasipo kuwafunulia watumishi wake. Mnamo siku ya Jumapili tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2025, ikiwa ni katika ibada maalum ya maombi ya haki ili kuinua taifa, mpaka mafuta wa Bwana MWV James Yonea aliweza kutoa unabii mgumu sana, ambao ni ngumu kung'amua unabii huo. Unabii huo umeambatanishwa na fumbo linalohusiana na bendera ya taifa la Tanzania, na haya ndiyo yaliyokuwa maneno yake. Juzi nikiwa nimelala, ilivyofika majira ya asubuhi, ilikuwa Ijumaa ile kuamkia Jumamosi. Amen. Ilivyofika majira ya asubuhi nikaiona bendera mbele ya uso wa macho yangu. Sema bendera. Na hii ni bendera, wakati naiangalia nikaiona ni bendera ya taifa. Wakati ninaangalia vizuri nikaona ni bendera ya taifa la Tanzania. Amen. Zeni nikana shangaa kwa jinsi ambavyo nilikuwa nimeiona ile bendera. Haikuwa bendera ambayo unajua ukiinua bendera, si ndio, ukaiweka bendera huwa ina tabia ya kukiwa kuna upepo, si ndio, inafanyaje? Inalala hivi. Lakini iko juu, ikipigwa na upepo bendera ina tabia ya inapepea hivi. Hata cha ajabu ambacho mimi nilikiona kwa bale hii bendera, niliona ile bendera kama imewambwa hivi. Ngoma ukiiwamba, si ndio? Si unajua haiwezi ikawa inafanya hivi mpaka uipige hivi. So nikaona ile bendera iko straight, iko kwenye mlingoti. Hata nikana shangaa, mbona hii bendera yani iko straight. Amen. Nikaona mkono, sema mkono, umeshika katika ncha ya ile bendera. Nikajua hapa kuna jambo, mtu wa Mungu. Bendera ya taifa. Nikajua hapa kuna nini? Kuna jambo hapa. Nimekuwa nikijaribu kuisahau, kuipotezea. Amen. But I see. Nikaanza kutafakari, what does it mean? Sijawahi kuona kitu cha namna hiyo. What does it mean? Amen. Lakini mpaka mafuta wa Bwana MWV James Yonea aliweza kung'amua kidogo kwa habari ya unabii huo, na haya ndiyo yaliyokuwa maneno yake. But let me tell you one thing kwa habari ya siri ya mkono in the spirit realm. Sema siri ya mkono katika ulimwengu wa roho. Wakati mtoto wa Nebukadneza amefanya makosa kinyume na Bwana, ukisoma katika Daniel sura ya 5 ile. Amen. Akachukua vyombo vya Bwana akanywa pombe, ndio makosa yake ambayo aliyafanya. Vyombo vya hekalu la Bwana. Amen. Anaitwa Baltashaza, something like that. Baltashaza au Balshaza. Amen. Baltashaza. Balshaza, Balshaza. Baltashaza alikuwa ni Daniel mwenyewe. Balshaza, si ndio? Mtu wa Mungu wakati wanaendelea na hilo jambo, akaona mkono, sema mkono. Akaona kiganja cha mkono kinaandika maneno ambayo hayasomeki. Akaangalia yale maneno hayasomeki, lakini anajua haya ni maneno. Baadaye akafadhaika sana. Akatafuta waganga na wachawi kuja kusoma yale maneno yameandikwa kwenye ukuta. Lakini yale maneno hayasomeki, mtu wa Mungu. Wala hayaonekani, lakini watu wanaona pale kuna maneno. Katika lugha ya video production yale maneno yalikuwa blur. Amen. Watu wa video production wanaelewa. Na akatafutwa nabii wa Mungu Danieli kwa bali hilo jambo.
Daniel alivyoenda akasoma yale maneno yameandikwa mene mene tekeli pelesi. Sasa naomba mtu anisomee yale maneno na maana yake. Mpe Benatus Mike hapa anisomee yale maneno na maana yake. Nazungumzia siri ya kiganja cha mkono katika ulimwengu wa nini? Katika ulimwengu wa roho. Daniel sura ya 5. Soma pale utaanza kuona hilo neno mene mene, akati Daniel anasema hilo neno ni hili mene mene tekeli pelesi, maana yake nini? Limeandikwa kwa herufi kubwa alafu. Amen. Mstari wa 25. Soma tu hata kama umekaa ina shida. Daniel 5 kuanzia ule mstari wa 25. Na maandiko yaliyoandikwa ni haya. Mene mene tekeli na perezi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii. Mene, Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka. Perezi, ufalme wako umegawanyika nao wamepewa Wamedi na Waajemi. Ndipo Belshaza akatoa amri, nao wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau, wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbiu kutangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Usiku huo huo Belshaza mfalme wa Kaldayo akauawa. Sasa rudi nyuma. Thank you Jesus. Ngoja nipande hapa mara moja. Danieli sura ile ya 4 mstari wa 17. Amen. Danieli sura ya 4 mstari wa 17. Danieli sura ya 4 mstari wa 17. Hukumu hii imekuja kwa ajili ya agizo la walinzi, na amri hii ni kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye, tena umtukuza juu yake aliye mnyonge. Umeona? Hukumu hii imekuja kwa agizo la nani? La walinzi. Kwa lugha nyingine, kwa lugha ya Kiswahili tuwaite walinzi, si ndio? Kwa Kiingereza wanaitwa the watchers. Hawa ni malaika wanaosimamia serikali. Sema malaika wanaosimamia serikali. Mkono ule niliouona ni mkono wa sehemu ya hii timu ya hawa wanaitwa the watchers. Hao ndio wanaamua hali ya kitaifa, bendera iweje. Weza bendera iwe juu, amen, ama bendera ishushwe nusu mlingoti. Amen. By prophetic understanding I have, kwa ufahamu ambao mimi ninao wa kinabii, mpaka mbingu inaamua kunionyesha bendera, na ile bendera ya imewambwa hivi, si ndio? Na kiganja cha nini? Cha mkono. Time is learning. Time is what? Time is learning. Amen. Wako wenye kufanya maamuzi juu ya wenye maamuzi. Wako wenye kufanya maamuzi juu ya wenye nini? Wenye maamuzi. Na wanaweza wakadecide the affair of a nation. Nani katika mahali pa juu ashushwe,
hata mavumbini nani ainuliwe. Amen. Glory be to God. Kwa mlengo huu hata can tell you, mtu wa Mungu, we have to pray for our nation. Amen. Especially kuombea ngazi ya uongozi. Kuombea ngazi ya nini? Ya uongozi wa kitaifa. Kwa ule mkono, sema ule mkono ambao umeiwamba bendera hivi na ukaendelea kuishikilia bendera. Ule mkono ukiachia tu ile bendera, utasikia kilio kwenye taifa. Amen. Amen. Clap your hand for Jesus. Hapa sijaja kuzungumza Bwana amenituma kutangaza hukumu, no. Amen. Kutangaza hukumu is something different. Hallelujah. Kwa sababu anayetangaza hukumu huwa lazima kuna moja, kuna mbili, kuna nini? Tatu. Kwa wewe ambaye umemkosea Bwana kutokea kwenye nafasi yako, si ndio? Huko ndo kutangaza hukumu. Inoso utako unapenda kuomba katika jina la Yesu mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Especially tukimwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Tukimwombea makamu nini? Wa rais. These two people. I say these two people. Baba, mkono wako ukawathibitishe katika ghadhabu, kumbuka rehema. Mungu wetu na baba yetu. Kama tulivyoweza kusikia kwa habari ya unabii huo ambao ni unabii wenye fumbo gumu sana, ambao ni ngumu zaidi kung'amua unabii huo. Mtu wa Mungu, baki umebarikiwa.